sauti unayoimba, sauti unayoisema ina nafasi ya kutikisa nchi. Na kufafanua vizuri, sio nchi kwa maana ya taifa. Haleluya. Naongelea nchi kwa maana ya utawala. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana ya mamlaka za giza na Mungu. Lakini pia sauti unayopiga ina nguvu ya kupasua vitu. Ina nguvu ya kupasua vitu. Sauti yako hiyo ina nguvu ya kupasua vitu. Kama vilikuwa vimeungana, ina uwezo wa kutenganisha. Sauti yako ina nafasi ya kuvitenganisha vitu. Kitu kama kilikuwa kimeungana, kinaweza kikatenga. Ni jambo la tatu. Sauti unayoipiga ina nguvu ya kuangusha vitu. Sasa naweza kuweka vizuri. Maana nikiweka tu vitu, naweza kama vile naongelea labda maparachichi au naongelea sambusa. Kumbe mimi naongelea vitu vya kiroho. Kwa hiyo ina uwezo wa kuangusha mamlaka. Ina uwezo wa kuangusha falme. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Sauti unayopiga ina uwezo wa kuzifanya mbingu zisuke. Yaani kama zifanye vile, zikupatikana mtikisiko katika mbingu kwa namna ambayo ni kama vinatengenezeka. Ndio maana Mungu akasema mtakalofunga duniani limefungwa na mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Mtakalofungua duniani limefunguliwa na duniani. Njoo katika Injili sasa. Haya mambo nitaweka kwa dakika chache. Kwa sababu ya katika maisha ya mfalme ni maisha ya vita. Daudi mfalme, kama kuna muda alipumzika, basi alipumzika kidogo sana katika maisha yake, kukaa bila vita. Muda